Nilikuwa naona jamaa mwingine hapo wa 50 years amekuwa kwa hii uongozi, anasema kazi yake ya kwanza ni kuja kuondoa affordable housing na kuondoa housing market. Alafu sasa smart city ya Bungoma tutajenga aje? Na mbona haijajengwa all these years? Nyinyi mnanielewa? Tujihadhari sana. Tuko na viongozi akili yao haitoshani, and that is why Kenya imekwama siku mingi. Ukiwa na kiongozi kama huyo, hata nimuuliza siku nyingine, wewe unaongea maneno mingi hapa, umekuwa uongozi 50 years, umekuwa waziri ya kila kitu, ulikuwa education, ulikuwa foreign affairs, ulikuwa health, ulikuwa trade, ulikuwa nini, barabara ya kwenda kwako, vumbi ndio hiyo. Hii mnanielewa? Sasa ndio nikauliza swali, sikizeni nyinyi maaskofu. Mtu hana akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake, atapata wapi akili ya kupanga barabara ya kuja kwako? Sasa toa wapi? Na hawa sasa ndio wanakimbia hapa, Kasongo, sijui nini, Masugo, sijui nini. Sasa anyway, acha tu. Because wacha mimi niwaulize, hata mimi William Ruto, even if I was not president today, I am a Kenyan. Si ndio? And I also want a person mwenye ataongoza nchi yetu mwenye ako na akili, sio mtu mjinga, kwa sababu mtu mjinga atatuzamisha sisi wote. Ama yes. Mtu tu ya kungoja makofi, sijui nini, kuimbiwa hapo, unachanua nywele, unakaa smart, alafu hapana. So Bungoma tumeweka the first 15 billion kwa mambo yenu ya masoko, mambo ya nini inaendelea, nang'ang'ana nao wabunge, ikikwama wanaleta kwangu, tunasukuma, tunaendelea. Tumekubaliana mambo ya stima. In the last 3 years tumeunganisha 20,000 households, lakini this year alone nataka tuunganishe 25,000. Tumeweka pesa 1.8 billion shillings ya kusukuma hiyo gurudumu. Kuna mahali kidogo imekwama, nitakuamua so that by the end of this year 25,000 housing units tumeunganisha na stima. Vile mlisikia speaker amesema, tunaanza dualing ya barabara ya kutoka Kimwanga hapo mpaka Malaba. Tumeadvertise the first phase, na hii ya kutoka Rironi hapa kwenda Mau Summit, hiyo barabara nilisema by next year mwezi wa 4 tutakuwa tumekamilisha. Kuna watu wengi wa huko Rift Valley, Western Kenya wamekuwa wamekwama kwa hii barabara. Sasa kutoka hapo Rironi tunaweka leni 8, leni 4 juu, leni 4 huko hiyo ya Maimahi. Ikifika Naivasha tunafanya leni 6 mpaka kutoka Naivasha mpaka Nakuru. Alafu ile ingine tuweke leni 4. Alafu tayari tumepata pesa ya kufanyia feasibility study kutoka Mau Summit kupitia Eldoret mpaka Malaba. Na kwa mapenzi ya Mungu nikikuja kufungua hii phase 1 ya kwenda mpaka Mau Summit, na kuja kuanzisha ile ya kutoka Mau Summit kwenda Malaba. Tuendelee. Sijui kama tunaelewana. So na alafu zile zingine zote tufanye. Airport yenu ya Matulo, niliuliza gavana wetu atusaidie shamba na tumekubaliana. Nimeambia watu wa KAA sasa twende to extend runway
na tujenge terminal building. Kabla ya Disemba terminal building itakuwa tayari, na kama tukipata shamba runway tutakuwa tumeongeza. Basi sasa Bungoma tutakuwa tuna land hapo, tuna Matulo, tunasonga mbele. Tunajenga pia ya Kakamega, inaendelea almost 60-70%. Nataka nimalize pia hiyo, ndio hiyo Western Kenya yote hiyo connectivity iwe rahisi. Si namna hiyo? Pia nilipata nafasi ya hospitali 2. Nilienda kunegotiate mahali fulani, nikapata hospitali 2 ya level 6. Kwa sababu nimeweka pesa ya serikali tayari kwa Kakamega, ile level 6 ya Kakamega, na itakamilika by October November. So nimesema ile level 6 ingine tujenge Bungoma. Tumekuwa tukishirikiana kwa sababu hii Moi Teaching iko hapa, tunataka ingine ikue Bungoma. Ile inatoshana na hii ya Moi Teaching hapa Eldoret. So hiyo tumepangana na watu wa Africa Development Bank. They are coming next week. Bwana Lusaka, I hope you are aware, for the final visit. Ndio wa approve, ndio tukuje tuanzishe ujenzi. Na hiyo hospitali yenu itakuwa hospitali among the largest in Kenya. It's going to cost us 8 billion Kenya shillings. Ninyi mnanielewa? So mpango yetu ni kubadilisha Kenya. Na tukibadilisha Kenya, Bungoma katikati ya hiyo mambo ingine yote, you can count on my friendship. Si ndio? You can count on my friendship. And you can count katika ile mpango yote, nitahakikisha ya kwamba nashirikiana na hawa ndugu zangu viongozi wenu ili tuweze kuhakikisha kwamba Bungoma inasonga mbele. So all the other things we will continue kushirikiana, kupangana, ndio Kenya iweze kubadilika. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu ushirika wenu, urafiki wenu, urafiki wenu. Na pia mnajua wa Galatia, wacha nirudie. Galatians 6:9 and 10. Hii mnajua vile inasema, si ndio? Yes. Na mkipata nafasi muwaombee watu wote, lakini sana wale wa nyumba ya imani. Ndio. Na pia Biblia inasema na msichoke kutenda mema. So